Katika hali isiyokuwa ya kawaida, wafanyabiashara wa soko la Likonde Juli lilopo ndani ya manispaa Mtwara Mikindani, kata Likombe mkoani Mtwara, wameiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwajengea choo, kwani tangu kuanzishwa kwa soko hilo hawajawahi kujengewa choo, hali iliyosababisha baadhi yao kujisaidia vichakani na kuugua magonjwa mlipuko. Wakizungumza na Upendo TV, baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo wamesema kukosekana kwa choo na maji katika soko hilo kumefanya baadhi yao kujisaidia vichakani, hali inayosababisha baadhi yao kufunga biashara, ikiwa ni pamoja na kukumbana na changamoto nyingi za kiafya kama vile kuugua ugonjwa wa kipindupindu. Kwa majina anaitwa Kaifa Abdalla Salum, ni mzaliwa wa kata ya Likombe, lakini pia kwa namna soko hili tunalifahamu ni soko ambalo la muda mrefu sana. Lakini kama unavyoona mazingira yake yanavyoonekana, sio mazingira rafiki kwa wananchi wa soko wa kata ya Likombe. Kitu ambacho kinapelekea baadhi ya watu wengine kutokuwa na hamasa ya kuhamia hapa ama kuja kufanya biashara hapa. Kutokana na mazingira kuwa mabaya. Kwanza hatuna choo. Kwa hiyo inapotokea mtu umesikia tu labda umejisikia matatizo fulani kwenye tumbo lako, unatafuta njia ambayo inakuona wewe akili yako imekutuma wapi uende. Kama imekutuma kurudi nyumbani, funga biashara, nenda nyumbani. Kama imekutuma kwenda kwa majirani, nenda kwa majirani, basi uende ukafanye zoezi lako. Kitu ambacho kinapelekea wafanyabiashara wa soko la Likonde kufa miradi yetu, kwa sababu mimi nikibano hapa na haja, nikienda kwa nyumba ya jirani kwenda kuomba msaada ili nipate kujisaidia, yule ndo anakuja baadaye anapokuwa na tatizo lake, anakuja kwenye ofisi yangu, bwana nina shida ya kiatu, lakini nakupa 2000 1500 utadai. Sasa mimi nahofia kumnyima, kwa sababu najua nikibanwa tena nitashindwa namna ya kupata msaada wa choo. Kwa nini ningeomba serikali basi iangalie kwa jicho zuri, ijue kwamba huku nako kuna binadamu wanaishi na kuna watu tumekaa. Tunaomba serikali mtusaidie kupitia habari za choo. Soko la Likonde hapa tuna choo, tunapata shida sana. Tunategemea sana kwa majirani. Sasa majirani nakuwa wanatuchoka. Kwa mfano kama kwa muda unaweza kaenda mara 2 mara 3. Je, yule mwenye choo itakuwa analizika? Viongozi kama hivi wanapokuja wanaweza wakatuhoji, tunasema habari za choo, lakini kutekeleza hamna. Mpaka tunapoongelea sasa hivi hatuna choo. Tupo tu vyoo vyetu sasa tunatumia vichaka. Tukikuta kichaka kipo ndo choo. Kwenye kichaka choo. Kwa hiyo mazingira kama si rafiki, tunapata hatari. Na tuna watoto wengi sana wa mtaani wanapenda kutembea kwenye vichaka. Watu wanapofanya choo hivyo wanapenda kucheza makombolela. Wengi tu wameumwa kipindupindu sababu hiyo. Mazingira ya sokoni hapa vinafanyika vikao vingi, wanakuja waandishi wa habari wengi kusuhili soko. Mazingira hii ndo hayo watuahidi kwamba tutafanyia kazi, mwisho wa siku wafanyie kazi chochote. Wajitahidi watusaidie kwa hilo, kama hivyo tunavyoomba. Hakuna huduma ya choo hapa ya kudumu, hamna kabisa, watu wanahangaika, maji nayo hamna, kama hivyo vizimba ambavyo tunaomba. Kwa hiyo tunaomba watufanyie hivyo ili soko letu liweze kuwa kubwa zaidi. Upendo TV imefanya jitihada za kumtafuta Bwana Jafari Abrahamu Alawi, ambaye pia ni mwenyekiti wa soko la Likonde Mlimani, ambapo amekiri kuwa soko hilo limekosa choo kwa muda mrefu, hali inayosababisha wafanyabiashara wa soko hilo kukosa haki zao za msingi, ikiwa ni pamoja na kuugua magonjwa mlipuko, licha ya kuiomba serikali kupeleka huduma ya choo na maji katika soko hilo. Mazingira yenyewe sio rafiki. Kwa mimi nilikuwa naiomba serikali kuanzia ngazi ya wilaya mpaka taifa waangalie namna ya kutusaidia haya madhara ambayo tunayapata sana kuhusu soko letu la Likonde. Na soko la Likonde ukija kuangalia lipo linajulikana, imetuasili kikubwa sana, na katika changamoto ambazo sisi tulikuwa tunaziomba, soko halina choo, soko halina maji, huduma za umuhimu kama vile choo, maji hamna. Kwa hata mtu ukimwambia bwana alipe hela hawezi kulipa, lakini na imani kama wakituletea hiyo vitu huduma ya choo, maji wakatuletea, basi na imani mtu atakuwa atakujisaidia, atalipia. Na maana serikali itaingiza mapato. Kwa upande wake diwani wa kata hiyo Saidi Salum Seifu amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo, ambapo ameeleza kuwa mradi wa kujenga choo na vizimba katika soko hilo umekuwa ukikwama mara kwa mara kutokana na bajeti kuwa finyu, jambo ambalo linasababisha wafanyabiashara wa soko hilo kutumia vyoo vya majirani na vichaka, na wengine wakitumia vyoo vya serikali ya mtaa, pamoja na kueleza kuwa tayari amekwisha kuanza mchakato wa kutatua kero hiyo ifikapo mwaka 2026. Kwa hiyo niseme tunaikiri kwamba tokea kiwanja kimepimwa, mabanda yamepimwa, watu wakaanza kujenga, serikali haijaleta miundombinu yoyote zaidi ya dampo. Kwa hiyo choo hawakuleta. Kwa mimi nakuja na mpango kuanza kujenga shedi wafanye biashara wawepo. Ina maana tutakuwa na eneo ambalo serikali inachukua mapato bila kuwepo na choo.
Kwa hiyo tunakwenda kujenga, na kwa sababu kujenga shedi ni siku sio nyingi, tunakwenda kujenga, basi tukumbuke kwamba hata choo kitaambatana na huo mradi mmoja. Kwanza wafanyabiashara wajue kwamba diwani ni yule yule Said Salum Seif, mwenye kasi ya maendeleo kwa kata ya Likombe. Tukizungumzia maendeleo manispaa Mtwara Mikindani, ukinipima kwenye kata yangu tunakwenda kwa spidi sana. Kwa hiyo kwa hili wasilihofu. Kama vita kupigana kuingiza kwenye mpango wa budget imewezekana, basi wasiofu. Na bajeti mbili brother. Na hii inayoishia tulifeli kwa sababu ya fedha, chanzo kidogo ilikuwa ni shida, lakini kwa ahadi ya mkurugenzi na bajeti tuliyopanga mara ya pili, halmashauri ikipanga bajeti mara mbili inakwenda kutekeleza. Kwa hiyo hata sisi niwaambie tu kwamba bajeti 2025-26 tunakwenda kujenga. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao, Upendo TV, amani kwa wote.